Penda, penda, ukipendwa, pendwa, wependwa, pendeka. Moyo kichaka, moyo kichaka, moyo kichaka, moyo kichaka. Mtaalamu, mimi nimekuita hapa, kuna mambo yanasumbua. Hapa nilipo sielewi hapa, nimevurugwa. Nimevurugwa kabisa. Sasa mimi abidi nieleze kabisa waelewe nie. Yaani kwamba yakuja kusikiliza jambo gani waeleweje. Nimevurugwa kupitia yule mka mwanangu. Unaona? Maana kaenda kwa mama yake, naogopa. Anaweza kapata mtaalamu huko, akamtengeneza mimi nikapata aibu. No. Kwa hiyo mganga, naomba unisaidie, fanya juu chini unisaidie mimi. Labda ngotoe hofu. Mimi ndo yule mganga anishinda Zanzibar huko Ndokonyole. Achayo wote mimi afundisha adabu, ndo aja katika mji asafisha kila kitu. Kuhusu jambo ile ambalo natoa shaka kabisa, mimi amaliza jambo lote. Hapo yenyewe aona mbali kweli, aona sio achambua mboga ya mbuzi sijui lile chicha sijui. Sasa mimi sikiliza nikwambie jambo, afadhali waniwahi. Bila kuniwahi wa kuwafanya kweli jambo hatari. Sawa? Kwa mimi hapa wahi ajua afanya kitu chochote ambayo mimi haweza kukusaidia wewe. Sasa ataka kuuliza sisi tuafanye nini? Tumfunge vile vile au tufanye nini? Yaani mimi ninachotaka umfunge moja kwa moja. Kama kuendelea kuteseka teseke mdogo mdogo. Akitusumbua tummalize. Hilo jambo zuri sana. Na kuhusu kuua mimi ndo jambo ambalo aliweza kaweza kumfunga. Mimi ile jambo dogo kabisa kama nikwambia Zanzibar anitegemea. Wamfunga pia waweza kuua kabisa poteze maisha. Sasa mimi kabla ya yote ni kuja dawa moja yeye ambaye nataka kugea wewe mteja wangu ili asije jambo lolote kuja kutokea. Sio anielewa? Nimekuelewa. Lakini pia ile dawa mashariti. Sasa ngoja niite hiyo dawa imradi ankuokoe wewe. Hiyo ndio aita Ndokomole toka Zanzibar. Kuna sehemu minazini, hiyo dawa komesha kila kitu. Sasa hiyo dawa wakupa kitu lakini ankugia masharti yake ufuate kama vitaka ile dawa atakamia. Haina tofauti ile dawa kufanya kitu kibaya to sawa maishani mwako. Sasa wewe mtu na daraja. Mama, unajiona usoni? Mama nataka kunijibu. Sasa kujipodoa gani jamani? Kuna nini? Na mimi nimepaka poda mwanangu. Amina, mwangalie mama yako. Haya mambo gani? Wewe mama usha kwa mtu mzima. Maswala kujipodoa wapi na wapi jamani? Mama, vipi umetoka saluni ya wapi? Nimetoka saluni hapa ya mama Kingongite pa. Mama. Kwa ulipotoka huko umeambiwa umependeza. Mama nisikilize. Tayari kesha nitibua. Nani huyo mkeo? Kesha nitibua. Yaani mama, yaani bora uwe gogo. Aliongea utalinyanyua utaleka hapo na likumbatia. Leo unalichonga kabisa, unaliweka makalio, unaweka kichwa. Aliondoki kuliko kwa mwanamke kama huyu kijiji kimoja. Shida. Mimi najua katoka asubuhi hapa. Kaacha kazi zote kufanya. Pesa ile uliomwachia kaondoka naye, kaenda kwa mama yake, sisi mpaka saa hizi hatujala. Na pesa kaondoka na yeye ya chakula. Je, sisi tunaishije? Huyu mwanamke mwanangu mlimtoa wapi? Yaani mama sikiliza. Mimi nachokijua. Dauda. Soko Malakola. Zanzibari. Dauda. Hiyo dawa sasa masharti yake. Akupaka saizi usioge mpaka alfajiri ya asubuhi. Sawa. Hata kija bebi yako wewe mwambie mimi hataki kuoga. Ukioga tu atakufanyia jambo ambalo hilo tu sawa maishani mwako. Sawa mganga. Kuhusu majama mengine usijali, twende naye taratibu. Ni yule amfunga kwanza, asifanye chochote na huko akienda kulolote hamna kitu cha kufanya. Ila kuhusu kumpoteza maisha, hebu twende naye tuamwangalie kwanza. Sio anielewa? Nimekuelewa. Kwa lingine mimi nataka niondoke. Hakuna lingine.
Mimi ndo wapendaga hivyo. Wewe nikosha, ndio maana mimi natoka mashariki ya mbali huko baharini waje hapa kwa ajili ya mambo haya. Wewe anipenda sana kunikosha. Sasa kwa namna hiyo mimi najitoa moyo mmoja wa kusaidia wewe. Ila mimi sina poteza muda hapa, lakini japo nigea ila chai ila mimi anitosha kwa leo. Wataka niende Wachalushi huko, Wachalushi yafaana kweli kweli kutoka huko baharini. Kwa akija kiti hapa muelezea majambo mengine japo mengine mimi amaliza. Sio anielewa? Sawa. Sawa. Mama vipi? Umenipa masharti mganga. Umeniambia nisioge maji mpaka asubuhi. Nikioga maji tu ndapata matatizo. Ndio alivyokuambia hivi. Ndio. Basi sawa. Zingatia masharti yake ili mambo yaende. Sawa. Kwa kuwa mwenyewe na imani kamaliza kila kitu. Lakini masharti ya dawa kaongea vizuri na umeelewa. Nimeelewa. Basi sawa. Lakini naona ana mambo ya ajabu, anapenda vitu hivi ila si ngoja tumfuate. Sawa. Mimi sitaki kupoteza. Na imani kuna vitu vingi sana vya kufanya. Sasa nikipenda niondoke hapo na jambo lingine. Hakuna jambo lingine. Wewe nenda tu mganga. Basi sawa. Niondoke mwenyewe au unanisindikiza? Wewe nenda mwenyewe maana naogopa sio tukiongozana. Mimi naenda. Haya. Haya. Nilalo yafanya ni mama yangu. Sijui nimemkosea nini. Yawezekana ukioa kijiji kimoja umejichanganya. Yaani kwa kijiji kimoja ni kwa sababu kila siku kwa mama nyumbani. Kwa mama mimi ni mama yake jamani. Tukioa mbali mnaacha mibiti zetu. Safari mama akinizingua napiga chini naenda kwa Tanga. Wallahi nakwambia. Sasa hapo mwanangu ndio ujifunze. Yule sio mwanamke. Yule mwanamke kijoka ukuti yule. Mwanamke gani ukiguru na njia kwa mama yake? Kiguru na njia kanisani. Anatuletea magundu tu. Mimi nashangaa uko gani? Yaani waliokuwa kwa tusangie kwa matajiri. Kila siku kufanya maombi. Maombi gani hayo? Yaani yule binti muache. Mbona kwani unamngangania? Mwanamke gani yule? Mwanamke simpendi yule mwanangu. Wewe basi tu. Yaani unielewe tu moyoni mwangu. Pose. Mama safari hii usiniamulie. Yaani ninaanza kumpiga mtu usiniamulie au unaanza kumdula mtu na mtia mangu. Piga. Mimi nitakaa pembeni mwanangu. Dada Amina, nawaambia mbele yenu na kujipodoa kwako. Mimi naua hiyo. Safari kaya kimba. Twendeni. Twende. Yaani yule na mbumu wa kweli. Twende mwanangu. Anachukua bila ete. Chula vipi sasa? Bibi, sikufuata leo. Unafuata mimi au sio? Ndio. Wafu nakwambiaje? Unaona kuanzia leo hakikisha usinifuatilie. Niko na mama mtu. Sawa? 45 yupo pale amepoa alafu safi. Mwenye swagili vijola hivi. Wewe unasema hivi. Achana wewe mbwa. Oa. Basi. Unajua nakupenda. Usiniambie ujinga huo wewe. Oa, chula wewe. Wewe utakuja kufanya kitu kibaya ujue. Wanasema ubaya una mwisho, na mwisho ni aibu. Karibu. Naona kule. Kitu kile baba. Ukilikuwa kuinuka bwana kula ibada. Nakuja na kala sinema wewe na watu sawa. Karibu dada. Asante kaka. Kaka kwanza samahani. Siku ile niliondoka hatukuelewana vizuri, nikawa nimekujibu ninavyojisikia mimi. Kuna kitu ambacho sikukuelewa kabisa siku ile ulivyokuwa umeongea. Lakini kweli nimeamini. Unaweza kuwa mdogo lakini ukawa na mawazo makubwa na mazuri kuliko ni hata mkubwa mwenyewe. Neno lilo uliongea siku ile sasa hivi naliona kabisa kwa wewe ulikuwa uko sahihi. Unajua hapa duniani bora uishi huna mtoto lakini ukawa na pesa. Ukawa na mali. Yaani mali ndio kila kitu kwenye maisha ya binadamu. Kuna watu ambao wamezaa watoto wao lakini watoto wao wale wanakunywa mipombe, wamekuwa kama machizi fulani, hawana msaada na mama zao. Lakini ukiwa na pesa kaka, hata kama huna mtoto, unaweza ukaishi maisha mazuri, ukala kile unachokitaka, ukavaa vizuri, ukaumwa, ukauguzwa na mtu yoyote. Kwa sababu ila si unayo. Kaka mimi nimekuja hapa
nimekuja kukubalia lile neno uliloliongea siku ile kuhusu habari ya Masuke. Sawa? Mimi nipo tayari kaka. Tumfanye Masuke vyovyote vile. Aidha afe, awe chizi, taila kabisa, lisiwe linajielewa kitu chochote. Bora mradi zile mali zirudi mkononi mwangu, mimi ndio niwe mmiliki mkuu wa zile mali. Kwa hiyo kakangu, namaliza kusema hivi, nimekubaliana na ombi lako. Kuna mapungufu nayo kichwani? Bado sijakuelewa. Una lengo gani? Unamaanisha nini? Na unataka kunitia kwenye majaribu gani? Wale chezesheni mjini hapa. Hapo ndio tukijua ukitemwa TV. Mimi sifagirii vijola mimi mwenyewe muone, au sio? Ukiniona siku nyingine mtaani, pita njia yako, nipite njia yangu, na kuja nikufanye kitu kibaya. Ukipendwa, pendwa, penda, penda. Ukipendwa, pendwa, we pendwa, pendeka. Sijakuelewa bado. Kama umechanganyikiwa, naomba upite tu uende. Sijakuelewa unamaanisha nini? Naomba unisikilize kaka. Naomba unisikilize kwa nini? Kwa makini. Wewe ndo uliokuwa wa kwanza kuwa ndugu yangu wa damu. Masuke nimekuja kumpata baada ya kuwa mimi na wewe ni ndugu. Kwa hiyo mimi najua hata tukimpoteza Masuke, wewe mimi ni ndugu yangu wa damu, una uwezo wa kunisaidia kwa lolote. Kwa hiyo siku ile, unajua nikwambie kaka, unavyoambiwa jambo, unaweza kaambiwa jambo na usilifanyie kazi kwa muda ule. Lakini nilipofika nyumbani nimeendelea kulifikiria na nimeendelea kulijadili kwenye halmashauri ya kichwa changu. Imeonekana kuwa wewe ulikuwa uko sahihi kuniambia vile. Kwa sababu Masuke ni mtoto, wewe ni kaka. Kwa hiyo hata Masuke nikimgeuza taila, nikimgeuza chizi, nikimua kabisa, bado wewe ndugu yangu una uwezo wa kunisaidia. Nakumbuka mimi nilishawahi kuumwa kabla ya kumzaa Masuke. Wewe ndio ulionisaidia. Utashinda kunisaidia sasa hivi? Tukiacha kuumwa, hiyo kukusaidia kuumwa tukiacha. Umesahau dada? Wewe ulitoa mimba, ulipata nini? Kabla ya Masuke ulitoa mimba, ulipata nini? Kaka sana masuala asili. Ulitoa mimba, ulipata faida gani? Sasa umeelewa eh? Sasa mimi nasema vipi? Mwanamke jasiri anakuwa kama hivi. Ile siku ile mimi nitaka uoneshe wewe ujasiri wako. Hapo sasa ndo superwoman. Hapo sasa ndo mwanamke ulokamilika. Uangalie wenzetu Wachaga, Wapare, kanda za huko. Wanatoa kimoja, wanapata. Sasa wewe unachofia nini? Ulikuwa unahofia nini? Hiyo ndo superwoman. Huko. Masaa 12 majibu utapata wewe, sio mimi tena. Wewe utakuja kutanipigia simu kaka. Tayari huko. Uone wanavyokususia mzigo wako kaa nao. Umenini? Satule chizi. Kaa na mizigo yako yote. Sisi tunakaa na mtoto wetu, tunakaa na maisha yetu. Kula ugali na mlenda hivi. Angalia mamboga kibao lakini yote yana chumvi peke yake tu. Hata chuta hamna. Wewe fanya tu kaka. Limekwisha. Sitasubutu na kudaka haraka. Sitasubutu kukusema labda pengine kwa nini kaka umefanya hivyo, ila bora mradi hakikisha. So unajua kama ninapenda sana gaslight. Kwa hiyo nikiwa na hizi najua ni mwendo hapa tu. Wewe nitakunywa soda mimi. Nimekuita hapa, kuna jambo linaendelea. Inasemekanika kwamba zile maiti tulizoziua na kuzihifadhi zimerudi tena. Na kurudi kwake sio kama zimerudi kama ni maiti, ni watu wanatembea kabisa. Na alioziona hizo maiti ni Romu.
Lomo alituita akatuita tukakaa kikao, ila akatuambia kwamba tusikufikishie wewe taarifa hiyo. Lakini mimi nikaona sio vema, nikawa bora nikufikishie mkuu wangu. Nashukuru kwa taarifa. Vizuri sana umefanya. Halafu sijajua Lomo ana shida gani na mimi. Ananipinga sana kwenye kazi zangu Lomo. Ukipendwa, pendwa, penda, penda. Ukipendwa, pendwa, we pendwa. Mama. Mama. Be mwanangu. Mamangu, njoo mara moja. Kuna nini tena mama? Mama njoo. Niambie mwanangu mama. Mama naye kunyanyuka mwaka mzima. Nimechoka, nimetoka kwenye shughuli kwa jirani. Wewe nani na shughuli? Sasa kesho na kesho kutwa mimi na nani? Samahani mama. Ndio mwanangu. Niko naomba uniangalizie hapo maana naenda kufanya maombi, muda wa ibada. Mwanangu, mimi pia nina wajibu wa kupika. Hebu niambie ibada leo unaenda kufanya? Kwa sababu kanisa la Roma ni kule Kapolo. Ni mbali mwanangu. Mama, sinaingia tu ndani kwenda kufanya ibada. Sio nikuitie bodaboda ili nikupeleke Kapolo. Tangu niliolewa na mume wangu. Kwa changamoto ambazo nilizokuwa napitia. Nikaamua tu mama. Pia haina shida. Sasa nakupa kazi. Wewe unamfuatilia Lomo. Chochote atakachokifanya Lomo, uje unipe mimi taarifa. Sawa mkuu. Mimi nitafanya hivyo. Nitafanya kila kitu anachokifanya Lomo. Chochote anachokifanya mkuu wangu mimi nitakuletea taarifa. Hili jambo sio dogo. Haiwezekani watu wawawe alafu wao wanatembea. Talifanyia kazi hili swali. Lomo alivyotuita kwenye kikao kutugia hizi taarifa, pia nilishangaa. Imekuwaje? Talifanyia kazi hili swali. Sawa mkuu. Nimekuelewa. Sasa samahani mkuu wangu. Kuna chakula kidogo nimeandaa, tunaweza tukapata wote kwa pamoja. Sawa. Haina shida. Mimi kwa Yesu, kanisa lolote mwanangu ingia. Miguu yako unapokanyaga kuelekea kanisani, jua mama amenibariki. Ila unapotoka kwenda kwenye vigodoro na sehemu zingine ambazo hazimpendezi huyu Bwana yetu Yesu Kristo, mimi hapana. Sio mama wa hivyo. Mwanangu nakupenda. Naomba mimi kama mama nina haki ya kupika. Nina haki ya kufanya chochote. Endapo kama binti yangu unaniambia unaenda kusema na huyu Yesu. Amina. Nikutakie kila laheri. Utembeapo miguu yako kimbilia kwa Baba. Usiwe na marafiki wa mtaani. Rafiki wako ni kanisa. Kaseme na Yesu. Na ukiwiwa kulia, unapounguzwa moyoni na shetani, lia, punguza hasira. Usije ukakimbilia kujinyonga. Nenda kasali, mimi naendelea. Nenda mama Kamombe Mungu. Mungu ndio kila kitu. Na haya mama. Ukipendwa, pendwa, penda, penda. Ukipendwa, pendwa, we pendwa, pendeka. Moyo kichaka, moyo kichaka, moyo kichaka. Nyumbani. Nimekutana na mtu mzima. Maiti sio maiti. Nakwambia imevaa nguo nyeupe. Yaani wewe hata sielewi yani. Natoka ndani ndio nimemkuta. Kalala tu mlangoni pale. Kavaa nguo nyeupe. Hebu tuende nyumbani. Moyo kichaka, moyo kichaka yaliyoji. Niambie kiongozi. Umeniita. Alafu sio kawaida yako kuja, kuna shida gani? Lomo. Hivyo una shida gani?
Mbona sina shida yoyote kiongozi wangu? Mimi sina shida yoyote. Au kuna shida? Wewe kuna vitu unanificha, na kwa nini unanificha? Mimi sina cha kuficha. Na kwa nini nikufiche kiongozi wangu? Kwa lipi? Sina baya na wewe bwana. Nimepata taarifa kwa zile maiti 2 zimerudi. Ni kweli au si kweli? Alafu wewe Lomo, kwa nini kwenye kazi zangu wako unanipinga sana? Unatafuta nini kwangu? Na hiyo tabia yako ukiendelea, taarifa itafika kwa mkuu. Huwezi ona kwa macho, kuna muda watamani kusema, ila nafsi na kusuta. Moyo, moyo, kichaka moyo. Moyo, moyo, kichaka moyo. Moyo, moyo, kichaka moyo. Moyo. Aha. Ndoge mjomba. Wewe yake bwana. Mazingira hii ya sasa hivi haya. Ndio. Kaita hapa mjomba. Nilikuwa hapo nenda kuchukua mahindi. Ngoja labda kidogo. Habari mjomba. Yaani mjomba hapa nilikuwa shaka natamani niondoke. Wale nimekuja muda naita mjomba onekane. Unajua nilienda kuangalia mnini hapo mahindi. Ndio narudi nayo. Vipi familia anasema? Mama yuko sawa. Ya familia nyingine nayo iko sawa kabisa. Sasa anaita Zuu na kutakufuli tu. Hilo kufuli unaliona Zuu mbona ni mpumbavu kabisa. Zuu mpumbavu kupitiliza. Kwa nini? Zuu yuko na mpumbavu mwenzake yule ana manywele kaa jini. Yamekaa hivi kama mapembe ya ng'ombe, si mapembe ya ng'ombe, mapembe ya mbuzi. Yaani haeleweki, shetani si shetani. Zuu sasa hivi anapepa msuba. Anavuta msuba vizuri sana, hata wewe kama mwanaume uingii ndani. Zuu anavuta bangi. Zuu anapepa wewe uingii ndani. Yaani wewe sio mwanaume. Kwa Zuu anachokifanya, anapepa msuba. Nikaona mimi nyumbani kwangu navuta bangi vitu tofauti. Nikaamua nimfukuze, nikatia mlango wangu kufuli hapo. Kwa hiyo sasa hivi niko mimi mwenyewe, utawala wangu. Sio nimemkuta pale. Mimi hapo ndo yuko yani mwanaume, yani moshi tu. Nikasema, ukipendwa, wependwa, pendeka. Moyo kichaka. Moyo kichaka. Moyo kichaka. Moyo kichaka. Moyo kichaka, yaliyojificha huwezi yaona kwa macho. Kuna muda watamani kusema, ila nafsi na kusuta. Moyo, moyo, kichaka moyo. Moyo, moyo, kichaka moyo. Moyo, moyo, kichaka moyo. Moyo, kichaka moyo, moyo.